بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة أماني kipenzi chetu bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye pamoja na masahaba wake na yeyote yule ambao kwamba ataweza enda sambamba na mafundisho yake mpaka siku ya kiyama. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala biihsanihi wa dhatihi atujalie tuwe miongoni mwa waja wema, Allahumma amin. Ndugu zangu, wajua chimbuko la tasbihi? Hiyo ndio swali ningependa tuishi naye siku ya leo. Unajua chimbuko la tasbihi? Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kila sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mola wa viumbe vyote. Rehma na amani zimfikie bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama pamoja na jamaa zake na wale wote ambao kwamba watafuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa waja wema, Allahumma amin. Hii ni makala fupi ambayo kwamba tunachukua inaelezea hukumu ya kisheria katika kutumia tasbihi wakati wa kufanya dhikri. Hii tasbih, kufanya dhikri kwa kutumia tasbih, ni kitendo ambacho kwamba kimeenea kila sehemu. Kila mmoja anatumia tasbih, lakini hajui hukumu yake katika dini ya Uislamu. Na ufafanuzi wa jambo hili utakuwa katika nukta ambazo kwamba ni tatu insha Allah. Ufafanuzi, nukta ya kwanza ni kutumia vidole katika dhikri. Je, inahesabiwaje? Kutumia vidole katika dhikri ndiyo sunna. Mafundisho sahihi ya Uislamu ambao kwamba ameyafundisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni kutumia matumbo ya vidole vya mikono katika kufanya dhikri. Kwa sababu gani? Kwa sababu vidole ni hivyo vitatoa ushahidi siku ya kiyama kuhusu dhikri ambayo mja aliyokuwa akiifanya katika maisha yake hapa duniani kwa kutumia vidole vya mikono wake ama mikono yake. Hivyo kila Muislamu ana wajibu wa kufuata mafundisho haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwa kufanya dhikri na kutumia mkono na huu ama vidole vya mikono. Na huu ndio ulikuwa utaratibu katika zama za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, zama za masahaba wake katika kumdhikuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Historia ya tasbihi inasemaje? Kwanza, wana historia wa mambo ya dini wanaelezea kwamba kuwa asili ya tasbih ni kutoka kwa dini ya Mabudha huko Asia. Miaka mingi iliyopita, kabla ya hata kuzaliwa kwa Nabii Isa alayhi salatu wassalam, tasbihi katika ibada zao za kishirikina katika dini yao ya Ubudha ama Buddha. Matumizi ya tasbih yalianza kuingia taratibu kwa watu wa dini nyingine ikiwemo dini ya Ukristo, hasa dhehebu la Katoliki katika kutumia tasbihi ambayo kwamba inaitwa Rosal katika ibada ya Salamu Maria. Na muumini, Rosal inaweza kumkinga mtu kutokana na shari na mabala mbalimbali. Yani mtu ambaye kwamba anafanya tasbihi ya Rosal katika dini ya Kikatoliki wanaamini kwamba hiyo tasbihi ya Rosal inaweza kumkinga mtu kutokana na shari na mabala mbalimbali. Tasbih iliingia katika jamii ya Kiislamu mwanzoni mwa zama za at-tabi'ina kupitia Mashia
na madauresh ama madarwesh wa kisufi na mashekhe wao ambao hawakuishia kutumia tasbihi katika dhikri, bali walihimizana kuzivaa juu ya mashingo zao. Ndio maana utakuta katika masufi katika mashekhe makundi masufi amevaa matasbihi hapa katika shingoni ama katika mikononi mwao amevaa matasbihi, na wengine wakiamini kuwa sauti hizo tasbihi ni sauti ya wahi. Wengi katika masufi wanaamini hivyo. Masufi wanaamini na kuitikadi kuwa Mtume aliacha tasbihi ambayo mashekhe wa kisufi wanarithiana ama wanadhirishana tasbihi hizo kizazi kwa kizazi, yani wanarithiana tasbihi hizo kizazi kwa kizazi. Alafu hukumu ya kutumia tasbihi katika Uislamu ni hukumu gani? Yani kutumia tasbih shar'an, kufanya dhikri kwa kutumia tasbih ama kitu fulani ambacho kwamba kimetengenezwa kwa ajili ya tasbih, hiyo ni uzushi, bimaana ni bid'a uliozuliwa katika dini. Hivyo haifai kwa Muislamu kutumia tasbihi katika dhikri kwa sababu kuu mbili. Kwa sababu kuu ngapi? Kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, kutumia tasbihi katika dhikri ni kukhalifu mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ambaye amefundisha kufanya dhikri kwa kutumia matumbo ya vidole. Sababu ya pili, kutumia tasbih ni kujifananisha na wasiokuwa Waislamu katika ibada zao, kwa sababu walioanzisha matumizi ya tasbih tumeshaona katika ibada ni makafiri ama Wakristo wa Kibudha, na Muislamu haruhusi kujifananisha na wasiokuwa Waislamu mambo ya ibada na tamaduni zao. Zingatia Muislamu, hakuna hadithi hata moja sahihi ambayo kwamba inaelezea matumizi ya tasbihi katika dhikri, bali hadithi zilizokuja kuelezea kuwa baadhi ya matumizi ya punje au vijiwe katika dhikri ni hadithi ambazo zina matatizo katika kusihi kwake. Mfano, hadithi inayoelezea kuwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, Allah amridhie, alikuwa na kamba amefunga fundo, ndiyo alikuwa anaitumia katika dhikri. La pili, katika zama za hivi karibuni kumezuka mitindo mpya kabisa katika kumtaja Allah kwa kutumia kifaa maalum ambacho ndani yake kuna idadi maalum. Hivyo mtu anabonyeza tu kutumia dole gumba kwa idadi anayoitaka. La tatu, kuweka tasbihi shingoni au mikononi miongoni mwa alama za watu wenye riya na kujionyesha kuwa wao ni watu wa dhikri. Hivyo vyote tutavikuta katika mashehe ama watu wa khurafa ama masufi. La tatu, ni bora kutumia mkono wa kulia pekee katika kufanya dhikri, ama kama mtu akitumia mikono yote hakuna ubaya pia. Amesema Sheikh Al-Mahfudh rahimahullah kwamba katika bid'a za masufi ni kwamba wa min bid'ihim ay as-sufiyya wud'a as-sabha fi 'utqi au fi al-'itq au yadi biduni dhikri fahuwa min fi'li al-mura'ina alladhina yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Na miongoni mwa bid'a zao masufi ni kuweka tasbihi shingoni au mikononi bila kufanya dhikri. Jambo hilo ni katika matendo ya watu wenye kujionyesha ama wenye kufanya riya, ambao wanapenda kusifiwa kwa mambo wasioyafanya. Kwa hivyo ndugu zangu, kama kweli unataka
kumfuata Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, tumia mikono yako. Allah alikujalia na mkono, tumia vidole vyako kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo vitakuwa ahsan. Wallahu yaqulu alhaqa wa huwa yahdi as-sabil. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.